Ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu Elias Sospita. Ninaendelea kukukaribisha kwenye channel YouTube yangu kwamba uendelee kuungana pamoja na mimi, lakini pamoja na familia ya watu wa Mungu ambao tunaendelea kujifunza katika channel hii ya mwalimu Elias Sospita. Leo nakukaribisha tena katika somo lingine ambalo linasema mwanzo ndio asili ya kutimiza maono. Mwanzo ndio asili ya kutimiza maono. Leo nataka tuzungumzie mwanzo kama asili ya kuweza kutimiza maono ulio nayo. Maono yoyote ambayo unayo ni lazima yawe na hatua ya kwanza ambayo inaitwa mwanzo, na maono ambayo bado hayana mwanzo ni maono ambayo hayajatokea, au maono ambayo bado hayataki kupitia hii hatua ya mwanzo ya kuanza. Hayo maono ni maono ambayo hayawezi kutokea. Tutasoma au tutaongozwa na kile kitabu cha Mwanzo, ile sura ya kwanza. Tutasoma mstari wa kwanza pamoja na ule mstari wa pili. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Dunia hii ambayo tunaiona imekamilika, imesheheni vitu vya kila aina. Tunafurahia yale matokeo yaliyoko ndani yake. Kuna vitu na kuna mambo mbalimbali ambayo tunayaona yameipamba dunia. Kabla ya kufikia hapo dunia kuonekana katika uzuri ambao leo tunaufurahia ndani yake, haya ni maono ya Mungu ambayo alikuwa nayo, kuiumba dunia iliyosheheni kila kitu. Lakini Biblia inatuambia kwamba Mungu, pamoja na kuwa na picha kubwa ya maono ya kutengeneza dunia na ulimwengu na watu ndani yake na vitu vya kusheheni, alikuwa na hatua moja ambayo aliichukua inayoitwa mwanzo. Na hapo mwanzo Biblia inatuambia Mungu alishughulika na vitu viwili kwanza. Maono siku zote hayawezi kuanzia katika ukubwa. Hakuna maono ambayo yanaweza yakawa na mwanzo uliokamilika. Maono yoyote yale ni lazima yawe na mwanzo ambao ni wa kawaida. Pengine ni mwanzo wa kitu kimoja au ni mwanzo wa vitu viwili, lakini hakuna kanuni ya kuanza maono kwa ukamilifu. Biblia inatuambia hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Huyu ni Mungu, lakini alitambua kwamba ili afanye kazi ya ubora iliyokamilika, kazi ambayo itakuwa na ustadi wa kuonekana ndani yake, ni lazima atumie kanuni ya mwanzo, kanuni ya kuanza kwa udogo, halafu ataendelea taratibu taratibu kuendelea kuongeza vitu vingine. Biblia ndipo inapotuambia kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa, tena utupu. Kwa hiyo tunaona kwamba alipoziumba mbingu na nchi, nchi haikuwa na kitu chochote, ilikuwa ukiwa, tena ilikuwa utupu. Mbingu zilikuwa ukiwa, hakukuwa na nyota, hakukuwa na mwezi. Kwa hiyo alianza katika hatua ambayo kwa kawaida tungeweza kusema hatua ya udhaifu au hatua isiyokuwa na ukamilifu, hatua isiyoridhisha. Nataka nizungumze na wewe ambaye una picha fulani ya maono ndani yako. Pengine ni maono ya kuwa mfanyabiashara mkubwa, pengine ni maono ya kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa, pengine ni maono ya kuwa daktari au ya kuwa mtu fulani ambaye kwenye jamii unatambulika katika vazi la heshima. Nataka nikuambie, hayo maono ulio nayo, kama hautaruhusu au hautajiruhusu kuyaweka kwenye kanuni hii ya mwanzo, hayo maono hayawezi kutokea. Na watu wengi wamekwamia sana katika hili eneo. Watu wengi wana picha kubwa ya kimaono, lakini kinachowakwamisha wengi ni kwamba wanataka kuanza kwa mwanzo mkamilifu au mwanzo wa kulipuka ulio mkubwa. Hawataki kuanza polepole au hawataki kuanzia chini, kwa sababu wanaona wakianzia chini ni kama wataonekana ni watu fulani ambao pengine ni wadhaifu, au ni watu ambao pengine hawatambui wanachotaka kukifanya, ni watu ambao pengine hawana maana yoyote. Kwa hiyo wengi wanakwepa kuanza kidogo. Lakini nataka nikuambie, hakuna maono yanayoweza kutokea kwenye maisha yako usipoyaanza.
na hakuna mwanzo mkamilifu, kwa sababu tunamwona Mungu anaanza kwa kukubali kwamba ni lazima aanze na vitu vichache, pamoja na picha kubwa aliyo nayo ya kutengeneza ulimwengu uliosheheni kila kitu, wanadamu na vitu mbalimbali. Ni lazima aanze na kitu kimoja au viwili, na ndipo tunaona anaanza na mbingu na nchi. Lakini pia tunaambiwa hiyo nchi na mbingu zilikuwa ukiwa, hazikuwa na kitu chochote. Lakini unapoendelea kusoma kitabu cha Mwanzo unaona kila ilipoitwa leo, Mungu aliendelea kuongeza kitu kingine, na mpaka dunia tunaiona imefikia hapa ilipofika katika ukamilifu na uzuri ulioko ndani yake. Nataka nikuambie, maono ulio nayo ni lazima ujiruhusu kuyaanza. Haijalishi utaanza katika udogo gani, hiyo haijalishi, maadamu unayo ile picha kamili moyoni mwako inayokuongoza au inayokuashiria kule unakotaka kwenda. Kwa hiyo maana yake utakapoanza, Mungu atafungua mlango mwingine wa neema wa kuwa unaendelea kuongezeka kila siku. Kwa hiyo hakuna kuanza kwa ukubwa, ila kuna kuwa na picha kubwa na kuanza kwa udogo.